Unajua mtu wa Mungu, ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3, unaona wakati Samueli anakuja kutumika mbele za Bwana, mbele za Eli. Cheki kitu ambacho Biblia inasema. Inasema neno la Mungu lilikuwa adimu. Kitu gani kilitokea? Hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ile mafunuo manake hakukuwa na ufunuo mpya. Watu wanaenda kila siku wanasubiri, napambana na hiki, labda Mungu aseme nami. Kimya. Natokea hivi, labda Mungu atanisaidia. Kimya. Ninaenda hivi, labda nitauona mkono wa Bwana. Kimya. Mafunuo dhahiri yamepotea. Kwa nini? Neno la Mungu limekuwa adimu. Hebu mguse, mwambie jirani, 2026 neno la Mungu lisiwe adimu. Na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako mwaka huu, kwa jina la Yesu aliye hai. Mafunuo yasiwe adimu ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu likikaa ndani yako litakupa na maamuzi ya kufanya. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, Mathayo, utaona pia wanaeleza hiyo habari. Wakati Yesu anazaliwa, Yusufu anajiwa na malaika, anamwambia usiogope kumwacha Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu.